Weka formation hiyo. Asa hawa na style yao wanaotumia. Ama master 7 wana formation inatumia ndio sky pivot. Yaani hiyo ni sky pivot. Wanajitega kwa juu namna hii. Heone. Wao 7 Sister May mmoja. Wakisha jiunga na hii style yao wanakuaga na nguvu kinyama. Cheki ngoma hii. Wakisha jiunga hii style yao wanakuwa na nguvu ile mbaya. Unakuwa upoi. Cheki swili kwa nzito hii. Sister May na wao. Cheki ngoma namna hii. Wanaama ile mbaya. Heone. Jamaa kapita mpaka juu lakini kama wapi? Cheki swili kwa nzito hii mzima. Wewe. Yaona namna hiyo. Waka na chap. Wakiwaga hivyo wanakuwa na nguvu ile mbaya. Cheki ngoma hii hapa hii. Binti anapeleka mjeledi unawakosa lakini nao wako fiti ile mbaya. Moto wao. Cheki. Ngome kapita kwa juu namna hiyo. Ikamkota. Cheki ngoma hiyo mzima. Alizunguka mzee hizo. Pa! Cheki. Jamaa kapita kwa chini ngoma wapi? Cheki sio ilivyokuwa hii. Kata namna hiyo. Ngome kapita. Binti kazunguka. Kwenda kwa mkono kapita namna hiyo. Ikikupata hiyo si mchezo. Na kama nakafunga kama katika pale. Akaishikilia kwa hapo mzee. Binti akivuta ivuteke. Sasa maonekana wachungana na style yao ya sky pivot. Akaamba kisha ungana na hiyo style. Baba yangu aliniambia mfumo wao ni imara sana. Wakitumia wewe hata kwa ubunifu mtu yote inakuwa ni ngumu mtu kuweza kupigana naye. Kwa wakibadilishana kwa muda mrefu watakaa muda gani? Wenda wanahitaji kupata style kama hii kuweza kuwa vizuri zaidi. Ndio. Sasa nimepata wazo. Nimeelewa kitu. Hii ni sana mimi na wewe tukisaidiana hivi. Tukibadilishana nguvu mimi na wewe, tutakuwa na nguvu kubwa. Kama master pia wanavyoungana vile, wanakuwa na nguvu kubwa. Wao kwa wao peke yao wakiungana vile, wanakuwa na uwezo mkubwa tofauti na vile ambavyo wao wanakuwa. Kwa hivyo wanaungana kama hivi, wanasaidiana kwa mishiana nguvu kwa rahisi kuweza kumudu adui anayekuja. Huko amemzuia mzee wa mzidi mama namna hii. Sister May, cheki mechi kwa mechi. Cheki hiyo nani? Sister yuko fiti, lakini sasa ameshaungana hivi. Hii inakuwa ngumu kwa upande wake kuweza kuamudu wote kwa pamoja. Cheki swali lilivyokuwa hii. Tanya na jimani. Kosa na mkono mzee huo. Maka wanangoja kwanza wewe. Tungusa ukafushika leo mnyo lake kashika namna hii. Ukashika ile mjeledi namna hii. Sasa ana shughuli nzito hapa. Shika ni zile namna hii. Wakaunganisha nguvu. Sister May kazidiwa hapa. Hawa wanatumia nguvu, hawa wanamzidi kule. Sister May kazidiwa. Sasa nimepata maana halisi ya formula nguvu 9. Ndugu zangu, kama unafurahia hizi movie ninazowaletea kila siku, leo nina ombi moja muhimu sana kwako. Nataka kuiboresha hii channel iwe kubwa zaidi, quality kali zaidi, movie nyingi zaidi na upload za haraka. Lakini ukweli ni kwamba nahitaji support yenu kidogo ili kufanikisha hilo. Kama content hii imewahi kukufurahisha hata mara moja, unaweza kunisupport kwa kiasi kidogo tu kuanzia 1000, 2000, chochote kile utakachojaliwa. Link ipo kwenye bio yangu hapo, ingia YouTube utaona link, bonyeza, utaweza kulipia. Support yako content bora zaidi. Asante sana kwa support yako. Nimekumbuka buy down 4 kwa mara 2. Unakumbuka hii? Nini tena? Nimegundua nini maana formula nguvu 9 nikiwa nimekaa hapa. Nimekumbuka kipande kimoja kwa kinasema baada ya kuona stance zao wanapigana, nimeelewa sasa formula nguvu 9 na maana gani ilichoandikwa ndani yake. Kweli? Njia ya kwanza nimegundua ni elusive. Jinsi ambavyo mmonyoko na mzunguko wa nguvu unaofanyika. Sasa nimeelewa leo ni maana ya ile. Maana ya interconnected. Tunataka kuungana kutokana na ile mwanzilishi katika mzizi husika wa nguvu. Kwa kuwa mjanja kipindi hicho. Wenda hatukutegemea angefanya mambo makubwa kama haya. Sasa shughuli ipo kwa upande wao. Wakamvizia mmalizie namna hiyo. Lakini kila mkono binti akawazuia. Sasa cheka alivyomzidi binti hapo. Wamemtaiti ile mbaya. Binti kapita kwa juu mdhibiti. Sasa katika mbele namna hiyo. Huyo kama kumalizia namna hii. Unaona? Piga nguvu katikati mzee. Sister May alipigwa. Aliotea. Kwa mtu akamzuia pale kama hajatua mzee. Pigwa mambo na namna hiyo. Pigwa moja kwenye mbavu. Moja ya mbavu tu mzee.
Sasa kamfuata. Akafikiri mzaa. Mzee Rwafinya. Kitu. Mwanabetulo natenguliwa tu mzee rudi tena. Piga jiwe mwingine. Jamaa kajibetua kule. Sasa walifikiri mzaa. Mzee yuko hapa. Jamaa kwa ni yeye. Oyangia kajificha. Binti akaja babake amekuja. Sasa ukicha sielewi. Safi. Akamfuata. Na wewe kumbe mzuka huko kweli. Wakafikiri huo mzuka. Usa alikupiga. Alikupiga ngumi ya pua, si ndio? Naenda kampige. Lakini sasa mimi siwezi kumpiga. Na nikasema uwezi. Naenda kampige. Mimi si niko hapa. Nimemuona kupiga ngumi. Ngumi moja mpige 3. Asante. Wewe ulinipiga moja, mimi nakupiga pua. Unapiga ngumi ya pua, mimi napiga pua. Ngoja. Akapigwa. Kitu. Mimi nikapiga nyingine. Piga ngumi. Safi. Akampiga teke makusudi akimbie. Mzee akamwona anakimbia kaona ngoja. Pigwa jiwe mzima. Piga kapiga nyingine ya pua. Jamani pole. Nimekuumiza. Mbona mbwana? Wewe mzee. Unanionea mzee. Unapigoje na mtoto? Haruhusi kuita jina langu kwanza. Toka. Sawa mheshimiwa. Bwana kulipa nyingine moja. Wewe subiri. Wakaambiwa toke faster. Mzee akawatoa, alikuwa blokiwa. Akawatoa. Mzee akatoa maski. Huyu ni yeye mwenyewe. Alikuja hapa. Anamtafuta Gojing. Kumbuka mzee anaamini mwanae kafa, kwa anamtafuta Gojing amuue. Babu, Gojing msalimia. Kumbe babangu kweli kaja kweli. Babako? Mtoke asitoke. Tulia kwanza mpaka upone. Akijua kwa mimi hapa atakujeruhi. Binti akakaa. Binti akaona pana kimgusa babangu niko hapa atamuumiza Gojing. Kwa binti akagoma kujitoa. Tokeni nje. Babu, huyu ni Miss Cheng. Anatafuta mjomba wake alikuwa anaishi hapa. Hii sehemu sa mjomba wake ni muongo. Mheshimiwa samani. Mmiliki wa sehemu ni anko wangu, alikuwa anaitwa anko. Mimi sio Chen jina langu. Jina langu sio Chen. Baba yangu ananiambia Wu Miangfeng ndo alikuwa rafiki yetu. Rafiki na baba yangu ambaye ni mjomba wangu. Wu Miangfeng ni mwanafunzi wa huyu mzee. Wu Miangfeng. Babu, Wu Miangfeng ni mwanafunzi wako wewe. Uliwafundisha wote. Umesema mjomba wangu ni mwanafunzi wake na babu huyu. Na huyu ndio baba yako Lu Chengfeng alikuwa rafiki yake, huyu ni mwalimu wake. Kwa hiyo wanafunzi wajukuu wa wanafunzi wangu. Hamna shida. Lakini mwingine mimi simjui, toka nje. Naitwa Bwashe kutoka jumba la Master. Ya kuuliza wewe ni nani? Nimesema toka nje. Mwalimu, huyu ni mwalimu wangu anifundisha. Nimesema nyinyi wajukuu wa wanafunzi wangu. Usimtaki. Toka nje. Jumba la Master wezuri ni ndogo sana, hafai hata kwangu. Amukuti wangu. Unasemaje? Jumba la Master utakonesha uwezo tulionao. Unadharau style ya jumba la Master. Afadha mzee akamshika, tulia wewe. Mzee anajiamini ana uwezo wa kutosha. Akamzungusha kwanza chap, ampiga kitu. Style zenu ndogo sana. Binti kaleta ubishi. Mzee akaama ya kwanza. Betua nyingine. Kameka kando. Mwalimu. Nishasema uwezo ni mdogo kuliko wangu. Wewe yaonshi, unanionea mimi. Uwezo wetu ni mkubwa. Nimesema uwezo ni mdogo sana. Mbona bado uko hapa? Style zao ni ndogo sana, hazikuti hata robo za kwetu. Mtarudi. Binti akatoka. Style za jumba la Master mzee anazidharau sana. Sawa wewe, kuna mzuka yuko hapa. Mzuka, samahani. Niondokeni. Kuna mzuka huko ndani, nyamjui. Kuna mzuka. Hamna mzuka hapa. Shagu. Umesema kwamba hii nyumba ilikuwa ni kwenu hapa? Akamuuliza ukichaa vizuri. Akasema nyumba hapa ni kwetu. Amini Shagu kwetu hapa. Shagu. Jina lako ni nani Alisia? Naitwa Sha. Sema ukweli, jina lako ni nani? Wewe ni Q. Q jina lako? Q.
Babangu ni Q. Babangu ni Q. Unamjua babangu kumbe? Wow. Kumbe ni dada yangu basi. Wewe mtoto wa mjomba wangu. Nimekupata dada mkubwa. Kumbe huyu ni mtoto wa dada au kaka mjomba wake ambapo ni kwao. Wewe ni dada yako ya ujia. Mimi ni dada yako ya ujia. Dada mkubwa ndo wewe. Tukiwaga wadogo. Ndo mimi hapa. Babako yuko wapi? Babako yuko wapi? Akaoneshia kidole ndani. Kumbe Q aliyekufa aliyekauka hapa akawa mfupa ni baba yake. Kwa kumbe huu mwili ule ukutaga mara ya kwanza ni baba yake yuko hapa. Binti akaanza kulia. Baba yake alikufa. Babangu amekufa yaka wenyewe. Babangu amekufa. Mjomba amekufa. Basi sisi wote ni yatima. Sisi wote ni yatima mwana Shagu. Binti sijui nini kilifanya akachanganyikiwa. Sijali dada. Nisili tena. Dada usijali. Silie ta. Akaanza kumfariji wakati wote ni wafiwa. Akaanza kumfariji. Shagu kumbe familia yake Misteng na Shagu kumbe ni ndugu. Walikuwa wajuani. Kumbe ni ndugu wote. Kibao wazazi wao ishakufa tayari. Lakini kwenye kisiwa chetu babangu ndo aliwafundisha wazazi wao wote. Walifunzwa na babangu mimi. Usiku kama umeingia, kabidi mzee akae pale. Licha ya vyote waliokufa na wanafunzi wake, mzee akafanya maziko ya kuwaenzi wanafunzi wake wawili. Wanafunzi wangu walikuwa wajinga lakini yapata wajukuu wazuri. Manake mimi kwenu ni kama babu yenu. Nyewe na wanafunzi wazuri sana. Na adabu nimewapenda wawili. Mzee akaangalia akaona kama vile wanapendana wawili. Afu anaogopa kuambiana. Mzee akawa ameona. Akasema kuona wajukuu za wanafunzi wangu wajukuu zao. Nimefurahi sana. Ronganji kwa binti yangu alikuwa ipo hai. Ningefurahi pia. Ningejua ningewakubalia ndoa yao kule kisiwani. Mzee alikuwa anafikiria mwenyewe. Nasema laiti ningewakubali binti yangu akaolewa. Yote singetokea binti yangu asingekufa. Mzee anafikiri binti yake kafa kweli. Guanying. Mnaonekana nyinyi mnapendana sana. Ya ungempenda wewe mkeo huyo. Nikupe hapa. Hapana mimi singesubutu bana. Nimesema nyinyi na wajukuu zangu si ndio? Kwa nini mtusubutu? Lakini huyu binti tumejiona leo. Vipi kuhusu binti mtaki au? Hajakubali bado yani. Alafu amenikemeta mimi ni mtu kutoka. Huyu binti kasema eti mimi ni mnyang'anyi kule kwetu eti. Kwa hiyo naona sistahili kumuoa. We. Mimi ndo nimesema amnaoana hapa. Kana mpendane nyie. Achana na huyo mjinga leo ambenye wanyang'anyi. Nimesema wewe unastahili kumuoa binti na namuoa hapa. Sasa hivi mnaoana hapa saa hii. Binti anasikia yote yanaendelea kule. Haya mnafunga ndoa faster. Fungeni ndoa sasa hivi nikiwa hapa. Sasa hivi mnataka mtaki. Nyie tunapendana. Hamna maongezi hapa. Mnaoana. Mimi naenda nje. Leo usiku mnalala hapa wote. Mnaoana hapa. Mzee akatoka. Shagu. Nimesema muoana. Shagu tondoke. Kwa leo mnaoana hapa. Kuoana maana yake mnaoana hapa na mnalala wote hapa. Sababu babangu anaita shetani. Mzee anaforce mazingira haraka sana. Huwa anapenda watu wapendane, kwa hiyo mzee aliamuru wasta wawane hapo. Gojing akawa amecheka kweli kwa tukio ile. Gojing. Mbona cheka? Akaba nimefurahi kuona wameungana tena alafu walikuwa wanapendana waambizani. Mzee kawaforce. Natakiwa zamletu na sisi ndio? Ni kweli. Mapema sana. Na kwa hiyo tutaoana mimi na wewe tena mapema. Tutaoana na sisi. Basi wakawa wanachungulia wazee leo siku wanafanya nini. Mzee alitoka nje akakaa nje, hatu ingia ndani mpaka asubuhi. Kwa kawaacha walioana wafanye yao. Mzee alikaa juu ya mti anapiga filimbi yake kama kawa, shazoea hiyo. Sasa Ouyang Feng yuko mle ndani kajificha. Kwa yote anaendelea na yaona. Ouyang Feng akasikia mlio wa filimbi ukamwamsha. Hii filimbi ya mzee kumbuka kichawi. Ile filimbi ya mzee sikamwamsha Ouyang Feng.
Yaojia, bahati mbaya ni ghafla tumeoana ni haraka sana. Unaonaje hiyo? Binti alikuwa anampenda tu. Labda hii ni hatima yetu mimi na wewe, huwezi jua. Hatima yetu. Wamewasha mishumaa tayari kwa ndoa, yani walale usiku wote wawili. Kama wanaofunga ndoa wanavyofanya. Sasa Oyankea akasikia. Baada ya kusikia akajificha kwa hapa. Akaa anaangalia walioana usiku wanafanya kitu gani. Akajificha ili asionekane, lakini akaa anachungulia nini kinachoendelea. Mzee akapiga filimbi yake usiku kucha, akawapigia mluzi wa enjoy kama sehemu ya burudani kwake, lakini aliwaburudisha wapenda nao hao. Sasa wanaoneana aibu. Sasa ndio kifanyike kitendo hapo, unajua. Jamaa alivunja ukimya, akavuta mikono hiyo. Kamba Yaojia, nitakulinda wewe na nitakupenda kwa maisha yangu yote. Upo tayari? Binti akaonyesha ishara ya yeye pia amekubali. Wapenzi ni ya watu wawili na sio watatu. Atakapoingia watatu kwenye mapenzi lazima haribike. Mapenzi ni ya watu wawili. Wanapendeza eti. Hawa nao wanaona wivu jinsi wanavyolalana hapo. Sasa binti akamwangalia na Gojing akanogewa. Gojing naye akanataka naye waone hapa. Jing. Gojing. Nini shida? Gojing akanogewa naye akanataka nao pia walale pamoja. Binti alistukia hilo. Jing. Gojing, ni controversy. Rongami nashindwa bwana. Gojing, bado unaumwa, tulia. Gojing, tulia. Binti akamgusa na hamo ya kichawi. Mimi niguse nipige shot hivyo. Mimi nipige namna hiyo. Akamblock hapo faster. Kwa anaumia kinyama. Akambaba babangu aliniwekea ngao. Kwa mtu akinigusa mwili wangu lazima ngao ifetuke. Kamba usijali, nimewekewa kinga ya kichawi na babangu. Mtu asiniguse mpaka aitoe mwenyewe. Kumbe binti amewekewa kinga ya kichawi. Akamba samani, nimeshangana nimeshindwa kujicontrol ghafla. Naomba nisamee. Binti amewekewa kinga ya kichawi, uwezi ukamgusa kirahisi mpaka baba yake aitoe mwenyewe. Akamba usijali, uwezo wa babangu ni mkubwa, lakini wewe pia umeweza kuvumilia filimbi ya babangu. Uwezo wako pia ni mkubwa. Hakunaga mtu anaweza kuzuia filimbi ya babangu isimuingie au isimuumize. Basi binti akawa ameelewa. Ila binti mwili wake una kinga ya kichawi, yaani umewekewa vazi la kichawi, ukimgusa linakujeruhi. Usiku kaenda mpaka kucha asubuhi. Hawa nao walilala pamoja asubuhi walivyoana jana usiku. Binti anaamka. Ni mke na mume kwa sasa. Bila kamba Yaojia, umeamka? Nafurahi kwamba babu ametunganisha. Tumebarikiwa mahusiano yetu na baraka tele. Na tumeoana kwa usimamizi wa babu, basi ni vizuri babu katusimamia. Sawa. Ulisema unamtafuta Gojing Asema ndio. Kwani kuna shida yote tukimtafuta? Basi tumtafute watu wawili. Basi tutaenda. Lakini akisha babu hajui tunaenda wapi. Sawa. Akachukua panga lake, atasafiri na mkewe kokote anakotaka kwenda ataenda. Basi wakatoka zao wakaishia. Au kuna wanakuja kule ambapo wanaondoka. Zawabuto anakimbizana na huyu jamaa. Wakafika hapa. Mara akashangaa mzee huyu hapa. Miguu yako ina nguvu wewe, lakini umeshinda kunikamata. Mimi niko fit kuliko wewe. Tunaendelea mbio, unasemaje? Wewe, Gojing iko wapi? Gojing, twende. Mzee na akasikia, "Wewe, Gojing iko wapi?" Mzee anamtafuta Gojing, kumbe Gojing amemwacha mle ndani. Usiku kao wameingia
Pakafika mchana, muda ukakaa siku ya 4. Bado Gojing matibabu yanaendelea. Siku 7 wanatakiwa stoki hapo. Jua likaanza mpaka macho ya jua. Bado wako mle ndani wanaendelea matibabu yao. Haya, tuingie hapa. Yang Kang na wenzake wakarudi mle ndani. Kufika hapo alisikia binti ameokota. Kumbe Misimu kumbe aliokotwa na baadhi ya wavuvi kule maji. Na Simu, nini hali yake ikoje? Mheshimiwa, siku chache nilikuwa napita nikamuona nataka kujiua. Kwa nikadumbukia kwenye maji nikamuokoa. Alitupa kwenye ziwa la samaki. Bahati mbaya nikamkuta na tukamtoa. Familia yake nilikuona ameandika familia yangu, kaona nitafute. Nikitafuta familia maana alikuwa na jina na ukoo wa yangu. Msijali, nguo zake kambadilisha mke wangu. Mimi sijamgusa. Mke wangu kambadilisha nguo. Kwa siku 2 binti hajazinduka mpaka sasa. Yang Kang kweli anampenda binti, lakini yeye ni muongo tu. Anampenda binti kweli, ila yeye ni muongo. Akawapa hela. Sasa. Kama nashukuru sana. Twende. Binti siku 2 hajaamka. Faster, kamleta dokta mpya. Dokta kaletwa ndiye huyu. Mheshimiwa hapa. Dokta kama kumpima, amcheki huyu dokta kawaida tu. Wanaitwa local doctor. Dokta mwenye uwezo mdogo, sio uwezo mkubwa. Yeye kumpima kwa vipimo vyake akaona binti. Akamjibu, Mheshimiwa, tumechelewa kumuokoa, haiwezekani. Wewe! Msemaje? Mheshimiwa, tamua dokta ametoa vipimo vyake. Usimuue. Msemaje? Jamani la miasira ya ajabu tu. Binti hawezi kupona. Hawezi kufa nimesema. Tafuta dokta mwenye hadhi ya juu, mwenye pesa nyingi tutamlipa. Binti Yang Kang alikumbuka yote aliyopitia na binti huyo. Licha kwamba Yang Kang ni mbaya, lakini inaonekana Yang Kang na mapenzi ya kweli na binti Misimu. Sema wanapishana kwenye mambo ambayo wanayafanya. Binti ajilaumu sana. Baadaye akaamua kujiua. Alikata mpaka nywele zake kujiona. Hii ni sehemu ya kujihukumu, kwa sababu mwana mambo yote mwanaume anampenda alafu anafanya mambo ya ajabu. Ndipo akaamua kujiua, basi maisha yake kuyatoa sadaka. Sababu anampenda mtu ambaye haeleweki. Sasa ilikuwa shida kwa kweli kwa upande wake. Anakumbuka aliporudi hakumkuta Nancy, alikuta amekata nywele zake pale. Ishara mtu kamwachia ukumbusho kwamba mtu huyo amekwenda kujiua, na akamwandikia usinitafute tena. Leo binti kaokolewa ndio huyu. Binti ataka jiue, lakini waliwahi kumuokoa kabla. Kuna kwa mjinga hivyo. Wana muhimu sana kwenye moyo wangu. Kwani hujui? Nancy, first time ongea na mimi. Ongea na mimi tafadhali. Hajalishi itakuwaje. Wanapingana kitabia na binti, na hii ndio shida kubwa kwa wanandoa wengi. Wanapishana matendo ambayo wanayafanya yanatofautiana, yanapelekea ugomvi. Anampenda kwa wanapendana, lakini sema tabia zao haziendani. Haya, kwa kile kijiji jumba la mama Stako anapita kumtafuta Busha kawakuta. Dada mkubwa, tulitengana ghafla, umeumia mbona? Anasema ile yangeosha kanipiga. Anasema stadi zetu za kijinga. Ametusi uko wetu. Lakini yule mzee hadiye kwa na ugomvi na huyu mtu. Mbona tafutia ugomvi na sisi? Mbona tukana kututusi sisi? Amekupiga na kukutusi, si ndio? Lakini Wang Yaoshi ni mtu mkubwa sana na ana uwezo mkubwa. Lakini waga si mjinga. Mr. Mwacha kirahisi namna hii. Nabii tu maelezo kutosha.
Twende. Ngoja kaka. Twende. Subiri na mbele kitu. Kama Yang Yaoshi yuko hapa ni mtu anayeheshimika. Tusimlaumu kwanza. Tumuhoji sababu nini ya kututokana na kiasi hicho. Kwa maana tusipigane au? Tunatetea haki yetu, twendeni. Tusipigane kwanza. Mara mwokoe. Akamwona Yang Kang yuko hapa. Na Yang Kang. Huyu ni mwalimu wake alishamfundisha akiwa wadogo, Chuji. Ni mwalimu wake huyo. Asana anamuona mwalimu wake yuko pale. Mwalimu. Na kubwa zangu. Kwani uko hapa? Nancy Mo. Nikamkuta. Akawaelezea hali ilivyokuwa. Alizama kwenye maji, alitaka kujiua. Dokta akampima pale. Huyu ni dokta mwenye uwezo mkubwa, professional. Kwani binti anataka kujiua kwanza? Mimi sijui kwa nini lakini ni kama nilimkosea hivi. Akakasirika. Mheshimiwa hongera. Anataka kupona. Naweza kuona ni mjamzito binti kwa sasa. Ana mimba changa kabisa. Lakini atapona baada ya siku kadhaa baadaye. Kumbe jamaa alishafanya mambo hapo. Kwa atamka lini? Kuhusu kuamka sina uhakika lakini ataamka. Mpigeni sindano. Sindano gani? Njia sindano ni hatarishi mno. Mimi naijua. Yakasa mimi sijui, mzee sasa mimi naifahamu. Lete sindano. Hii style ya sindano ni style ambayo inatumika sana na Wachina wanajua kuitumia hii. Sindano ndefu sana zinaingizwa kwa mwili. Sindano kama hii. Urefu wake hivyo hivyo inapigwa ndani. Wanaita acupuncture. Poto ina pass mara 2. Kwenye mkono mara 3, kwa mishipa ya damu mara 3. Kwa hiyo ni round 1 unafanya. Kwa unakwenda mara 3 mara 4. Ya pili unapiga maeneo ya stream ya uti wa mgongo. Na ya 3 unaipiga kwa miguu. Matokeo ndani ya siku kadhaa atakuwa ameshaamka. Sawa mheshimiwa. Kesho nitakuja tena. Walimuelekeza daktari alikuwa ajui style ya kutumia sindano. Wanaijua kuitumia ni wapiganaji tu. Wewe, mligombana nini? Mwalimu, mimi sijui lakini mmeoana kwani? Mmeoana? Au ulimpitia ghafla tu? Hatujaoana bado. Kwa sababu ile siku nilishindwa kujizuia. Kwa hiyo lakini niko tayari kumuona. Nishasema. Master alikasirika. Bora mpaje binti ujauzito hujamuoa. Mwalimu, nasema uniamini mimi. Mimi ni mtu wa ukweli. Nasema uniamini master. Kwa nini ningekuja kijijini kama kweli simpende? Nakuuliza swali. Wewe uko upande wetu au uko upande wa Prince wa Jing? Sasa niko mimi Yang Kang. Niko upande wa ufalme wa Song. Kama sio nyinyi na walimu wangu, usije kuwa mjinga kiasi hichi. Mimi sio mjinga master. Kwa mimi sio mtoto mjinga. Basi vizuri. Wakamwamini kweli. Kumbuka wazazi wako walivyokufa. Hata siku moja usije kama Gojing yuko wapi? Gojing yuko wapi? Yuko wapi? Ulikuwa naye? Sasa Gojing anakumbuka alimuua. Amekufa. Nanga muua Gojing. Sasa akasema wakijua nimemuua mimi watanijeruhi ile mbaya. Cha kufanya nidanganye. Yang Kang akafikiria kwa nini atadanganye. Tunakuuliza nani amemuua? Wang Yaoshi, babake na Ronga kule kisiwani kamuua Gojing. Wang Yaoshi kamuua. Kwa nini amuua Gojing? Kwa sababu mtoto wake alikufa. Na Gojing alisababisha mtoto wake akafa. Kwa hiyo amemuua Gojing yule mzee. Kisa mwanae amekufa. Mwili wake ulikuwa unaelea kwenye maji. Wakaukuta. Kwa wakaenda kumuua Gojing. Huyu Yang Yaoshi anazidi ukatili. Kisa ni wa kwanza nataka kututishia. Sitamwacha. Sasa wakaja kumfuata Yang Yaoshi. Huku Yang Yaoshi anamkimbiza huyu kichaa. Awaambie Gojing yuko wapi? Pita kwenye maji namna inavyogelea namna hiyo. Faster.
bwana, ukichanga nini tena? Unataka nini? Nimesema na biashara nataka nifanye. Nataka nikanye. Wewe vicha. Gojing iko wapi? Sina muda kucheza na wewe. Niambia Gojing iko wapi? Ayo, ni wewe mtu. Kwani sasa mtafuta Gojing sasa bwana? Tamua. Nataka nikamue. Lakini hajadanganya. Mimi nilisikia nilikudanganya kama sijamfundisha. Gojing alikuwa ajui nikamfundisha zile style. Huo ndio ukweli. Gojing alikuwa ajui nikamfundisha style. Hata kama nataka nimue hivyo iko wapi? Okay. Kwani nataka kumua dogo? Mwanangu kafa sababu yake. Asingempenda yeye mwanangu asingekufa mwanangu. Oh, mzee akajua kumbe hajui kama Gojing yupo. Ronga hajafa. Anafikiri Ronga kafa kweli. Mzee anajua Ronga yupo mzima lakini akajifanya kama hajui. Sitamwambia kitu. We, niambia Gojing yuko wapi? Gojing kimbia uende kijijini kwenye Kusan Inn. Kuna hotel fulani imechakaa ya zamani. Huko utamkuta Gojing. Sawa? Bye. Fade. Sasa unapokimbia akati unaenda, kumbe Kinren alikuwa yuko hapa. Mzee wa kutunga sera, muongo muuni huyu. Mzee wa uuni na uongo akawaona. Yang Yaoshi, lazima tumuue huyu mzee. Wakaja huku. Sasa walipokuja huku, walikutana na baadhi ya wanafunzi wengine. Mnekana jumla wa Master 7 wameshakuja tayari wako hapa. Yaani 80 wa Master 7. Nataka nitafute Yang Yaoshi tusimuogope. Tunamchangia tunamuua hapa. Tushakamilika tuko 7. Hata awe na nguvu kiasi gani hawezi kutoka. Wameelekea wapi? Nimekuja kutoka kisiwani sijamkuta Yang Yaoshi. Inaonekana kweli Yang Yaoshi hayupo kule. Babake Ronga yupo kumtani. Inaonekana kuna kisio ile mzee ashaondoka. Huenda ile mzee yupo huku. Kwa binti na Waislamu tutusi kweli huenda yupo humu. Lakini nimekuta Yang Yaoshi alikuwa hayupo kisiwani. Basi ndio maana yuko hapa. Nimesikia anatafuta Gojing. Nimesikia sijasikia neno lolote lile. Alafu nasikia lengo lake ni kumuua Gojing. Kila pale anakopita anatafuta Gojing. Inaonekana Gojing anataka muue Gojing sababu binti yake amekufa, Ronga amekufa. Kwa anataka kumuua Gojing. Unaona? Anaanza kuwinda mimi, ananiwinda mimi kwa sababu anafikiri umekufa. Nasema kutana na huyu baba yako itakuwa ni hatari. Baba yangu namuita hivyo. Sasa tafanyaje? Manakana Yang Yaoshi kweli kamuua Gojing. Kama ulisikia nawinda Gojing huenda kaua kweli. Tukio kama inawezekani. Yang Kang kasema ile mzee kamuua Gojing. Lakini mimi simwamini Yang Kang bado. Inaonekana Yang Kang ni muni fulani. Sio kuaminika sana. Ronga, nini maana ya hii? Yang Kang anafikiri umekufa. Yang Kang anafikiri umekufa kawaambia kwamba wewe muuana baba yangu mimi. Eti baba yangu kakuua. Kwa Yang Kang anafikiri umekufa. Kwa akasingizia baba yangu kakuua wewe. Yang Kang sasa kwa nini Yang Kang adanganye? Huyu Yang Kang huyu anafanya mjanja kweli. Mjanja lakini ni mpuzi. Nabii wewe mzee, naambia kitu kimoja. Mimi nahisi huyu mzee atakuwa yuko na Ankozu. Ankozu kivipi? Ankozu alipotea miaka mingi yule kichaa muda mrefu. Zaidi ya huyu Yang Yaoshi, Ankozu yupo. Hasa nimeona Ankozu, Yang Yaoshi anakimbizana juu kwa juu. Uwezo wangu ulikuwa mdogo sikuweza kuwafuata kwa angani. Lakini niliona Ankozu anakimbia na Yang Yaoshi anamfuata, kuna mtu mwingine kwa nyuma anakuja. Anga sikia mtu kacheka. Kinren naye akaingia. Mzee wa uongo muuni huyo. Naitwa Yang Pang. Kinren mpiga mkono wa chuma. Wewe Kinren kaja hapa. Akacheka kweli. Mzee ni muuni. Kwa hiyo ndio mkono wa chuma. Nimekusikia jina lako muda mrefu sana. Nafurahi kukutana na wewe. Nimesikia ujumbe wa Master jinsi mko maarufu. Na mimi pia nimefurahi kukutana na watu wazuri wakubwa kama ninyi. Anyway, Master mbona mmetulia kimya mna habari yote inayotokea? Mwanasheni kusema hivyo. Sababu Tong amekufa. Nyote mlikuwa mjui? Hajasikia. Nimeona sio muda mrefu amekufaje. Bwana nimeona sio muda mrefu wa watu hao. Mzee akatunga uongo. Ngoja. Wamekufa sasa hivi.
难道 Sasa hivi 王老邪 lakini nimemuona Yang Yaoshi ameona amemuaje? Anaambia ukweli. 这不 Yang Yaoshi ile mzee wa kisimani kamuua ile kichaza Obuto ni faster akiwa amevaa maski. Akaanza kutunga uongo Kinren. Kafikiri kweli. 到底 Kwa hiyo ikawaje? 刚才在树林 Huyu akati kama msituni. Umeona Yang Yaoshi akimuua Zobuton. Kamuua ile mzee kichaa. Na sikuweza kumsaidia nikaa nimechelewa. Ungetaka nimsaidie lakini nikaa nimechelewa. La kibaya kamuua kikatili sana, kamuua kikatili mno. Inaumiza sana moyo. Anatunga uongo. 这个黄老邪 Huyu Yang Yaoshi sasa hivi amezidi. 真真妻子， Lazima tumuue tulipe kisasi kwa wote waliotokea. Lazima tumuue huyu. 臭道士， Huyu mjinga huyu anatunga uongo. Mamasta saba atamini babangu ni mtu mbaya mwishowe. Waje kumuua babangu. Ronga. 爹为什么要 Kwa nini tusitoke tukaambia ukweli? 金哥哥， Yuko jing. Babangu hawezi kufanya kitu kama hicho. Usiamini huyu mjinga, umjui Kinren ni muuni. Usisahau alitudanganya mara ya kwanza Kinren. Afu kweli. Huyu mzee ni mwongo huyu. Ni mwongo kabisa. 如果我爹要杀了我， Babangu alikuwa anataka kumuua yule mzee kichaa. Angemua kule kisiwani. Kwa nini kumuulia huku? 这就 Afu mkweli. 就是 Unaonekana huyu mzee ni mwongo, ni muuni huyu. 黄老邪在哪儿？我们 Yuko wapi Yang Yaoshi? Mwenyewe namtafuta vile vile. 我刚 Nimesikia anakuja hapa. Baada ya muda kidogo anakuja hapa. Ha. Kweli? Basi tunamngoja hapa. Leo atoke akifika hapa. Hata kama ni wa kwanza. 邱老前辈 Kio. 能否留下来？ Basi tuungane na sisi tupigane na huyu mtu. Ili tusaidiane tuweze kumudu. Ningesaidia lakini mimi ni mgonjwa. Mzee ni muuni huyu. Jamani, ambaye tu kweli. 是我们武林正 Mimi naondoa watu wabaya ni kazi yetu. 早就 Kwa hiyo 黄药师 mimi na njia ya kumpiga Yang Yaoshi. Na nikamuweza vizuri. 这， Ngoja. 你们在这儿等。 Nyie subirini hapa. Mimi nitaenda kumchungulia afika wapi. Lakini ukiwa peke yako mheshimiwa itakuwa ni hatari ukiwa peke yako. Kwa nini tusikusindikize? Au fi kufa? 黄老邪武功 Yang Yaoshi ana uwezo mkubwa, lakini hawezi kunizuru mimi. Ngoja nionyeshe mfano. Usi mzee wa uongo. Akachukua kisu. Kajichomeka kisu. Wewe mheshimiwa, uko salama? Niko sawa. Ni muuni huyo. Akajifanya amejipiga kisu. Naona kwenye dunia hakuna mtu yote kuniumiza. Nyamona. 各位 Niko sawa. Wote shuhudieni. Naona? 主父 Kweli uwezo wako ni mkubwa. 真是闻所未闻。 Naonekana uwezo wako 老前辈 unatuzidi mpaka sisi. 你是 Mheshimiwa, ni staili gani hiyo? 此乃 Hizi ni staili merisi kwenye ukoo wetu wa mkono wa chuma. 树 Kwa hiyo siwezi kuambia watu wengine wala siwezi nikafundisha mtu yote yule. 邱前辈 Basi kama ni hivyo, 这是 uwezo wako ni mkubwa sana. 国家 Sikilizeni, 此去 nitaenda kumtafuta Yang Yaoshi. Afu nikishampata, atakapokuja hapa, tutapiga naye kwa pamoja. 回来。 Sawa? Subiri nakuja. Hiyo haiwezekani. 树是我们全 Uncle Zhu 我们全真派 amekufa. 必须 Tulipe kisasi kwa ajili yake. Lazima tumuue. Sawa? 到时候再一战， Atakapotokea, tutamvamia wote kwa pamoja. 立即合。 Semaje? 好， Wakampa heshima. Wakafikiri jamaa ni hatari. Kumbe muunyi ni mzee wa swaga tu. 双儿， Vifika babako akija. Babako akija na uwezo mkubwa. Ataua watu wa master wote sawa, anataka kawaua eti. 我怕 Wote wakiungana wa mwezi. 会伤 Babako anaogopa atawaua eti haraka. 传承妻子在 Kaambia jambo kama hili sio tatizo. 师傅。 Cha muhimu ni wewe upone kwanza Guji. 马玉道长教过我2年吐纳之功， Hawa master wamenifundisha na marafiki zangu. Tosha. Nitaki baba yako waue. Wewe- Baba yako ni mtu ana uwezo mkubwa, atawaua watu hao. 你难道忘记答应若？ Umesahau ahadi yako uliyoniahidi. 可是若 Sio hivyo. Kwa mpole. Tulia tuangalie nini kinachoendelea. 说不定我爹跟他 Baba yangu natumai anaweza kadili nao vizuri tu. Baba yangu hana shida. Wakama tulia, mara kuna mtu anatimba mitai. Hao kakaa kama chili hapa. Wanamvutia picha Yang Yaoshi aje. Wako 7. Wakawa namngojea afiki hapa leo. Hawa ni mamaster 7. Jumba la mamaster 7 wako hapa. Wanamngoja aje. Wakawa wametulia, muda kaenda kidogo. Wakawa wametulia, wanamvutia kasi aje hapa. Mara una upepo kapita hapo. Wakajua basi. Wakajua amefika. Sasa walikuwa wanamngojea yeye. 黄老邪来， Inaonekana Yang Yaoshi ameshafika. Kaeni tayari tumkaribishe.
天罡北斗阵 inaonekana leo mamasta 7 wamekusudia kumuua 功夫的根基 Yang Yaoshi, baba yake na Ronga. 玄妙深奥，我一直 Wajini akafikiria, akaona hapana. Jikaa hapo hata naweza kauawa. 和此有关。 Mara chap, mwamba katimba, nani huyo? Ni Yang Yaoshi au ni nani? Cha ajabu alifika wa kwanza ni Sister Mei ndo alikuwa wa kwanza kutua hapa. Akati anashuka, alisensi kuna watu chap, akadunda chap akarudi juu tena. Alisensi kuna watu wako hapa, akakaa kwa juu. Nyake ya nani? Sisi ni watu tunaozamia mahali kwa miaka mingi. Tunatembea kama vichaa. Tunacheza michezo yote toka Chongyang. Pia ni moto tusio kufa. Wenye migamba kama ya samaki sio na mwisho. Usiku usiokuwa na kizazi. Naishi kwa kutabasamu bila majuto. Jumba la mamasta wote 7 tuko hapa. Ina maana jumba la mamasta? Binti anafahamu. Jumba la mamasta akiwepo maana yake wote anafahamu kwa majina. Akaamua hakikishe je, ni hao au sio? Mei Chaofeng. Muda mrefu tunaona na wewe. Mayuni wao uko hapo? Je, wote 7 mko hapo au la? Mbuka binti aone. Kabla shaka. Kisa hapa ni mafanini hapa. Okay, vizuri. Mnasubiri nani? Tunamngoja master wako Wang Yaoshi. Master wangu Wang Yaoshi? Zumlano nini? Tunataka tumuue. Ametutukana dada yetu Busha. Ameua watu wengi sana Yang Yaoshi. Lazima tumuue leo. Ama zake ama zetu. Faster. Mwite master wako aje hapa faster. Aone uwezo wetu na wake upi mkubwa. Nyake ya nani? Mimi ni Chuji. Ushanisikia nafikiri ni mkorofi sana. Hamna shida. Mtawamaliza kabla ya master wangu. Binti akadumbukia nao mbio mzima. Sister Mei. Wait. Sister Mei. Sister Mei akaingia akapiga mtungi kwanza mzima. Hii ni jumba la mamasta mzee. Akatanya mitungi hiyo. Chekia ngoma ilikuwa nzito namna hiyo. Mkono kwa mkono. Vitu. Hivyo wote wana power za kichawi. Sasa ama master 7 wana nguvu zao wanatumia. Mheshimiwa, unaonekana uwezo wa Sister Mei ni mkubwa. Akamba lakini unaonekana master aliwafundisha vizuri sana hawa. Wakana chungulia. Sister Mei unaonekana uwezo umepanda yuko fiti mbaya kudili na hawa watu. Hong Singong yuko hapa. Yuko hapa. Akambia Singong hayupo. Hata kumogopa si kuepo. Ni sisi master 7 tuko hapa. Singong hayupo hapa. Hata kujitetea. Famia tena. Hamna shida. Sita tena. Binti katoa mnyororo mzee. Wakati kunja wametua. Nini tena? Jamani nyie. Nyie na njaa eti. Ani gafu na ingia njaa. Kwani sasa nisingie njaa? Hapo tangia asubuhi sijala eti mpaka sasa hivi. Afu na njaa. Usiamini yani. Nyie kuleni kwanza au nitakimbia baadaye tule kwanza. Mgao kwa wapi hapa? Hapa kijijini sio mbali. Tutaenda kula kijijini hapo mbele kwanza. Twende kwanza kijijini tukale. Mimi nitatembea kuna njaa sasa mimi siendi bwana. Mimi sitaki. Mzee akaoya. Tumbo lako la njaa lituhusu sisi. Haya. Sikia. Mimi kitu nyie. Kwa mimi nahusu nini? Nina njaa na sitaki kukimbia. Kwa siwezi kuonesha nataka kwenda. Basi kama mwezi 20 mimi nilio kukimbia. Basi nilio kukimbia nyewe wenyewe. Kindren akachungulia. Kumbe Kindren yuko hapa. Mswa kutunga uongo. Kuleni kwanza. Afu kimbieni tena. Nikishakula nakimbie tena. Nitakula kuku fulani hivi mzuri kwanza. Eti hapa nitaje kwa wafatu kimbie zaidi, si ndio? Mbona ongea kama Sikong? Kakufundisha kula. Hayo. Nimemsahau Sikong, nitakuwa nimlinde Sikong kwa jumla la kifalme jana usiku. Wait. Nabidi nirudi nikamwangalie. Wewe amekamatwa. Yaani na kazi ninafanya. Sitaenda tena huko. Unaenda wapi? Tuoneshe iko wapi Guojing? Hawezi kuondoka rahisi. Inabidi niondoke. Mimi naishia. Wewe, Guojing iko wapi? Mtafute mwenyewe. Kwa kijiji cha Ox Village. Chaofeng. Tuko 7 na uko peke yako. Tutaonekana na Tobati kuua. Kwa tutapigana ngumi. Silaha tutaweka pembeni. Na wapigane ukiwa mikono hivyo. Basi tuanze. Mbona mnategemea nitashinda au? Au mnaniogopa? Na kuogope mchai wewe. Tuanze.
Sasa atumii silaha, zinalika ngumi. Weka formation hiyo. Asa hawa na style yao wanaotumia. Ama Master 7 wana formation inatumia ndio sky pivot. Yaani hiyo ni sky pivot. Wanajitega kwa juu namna hii. Heona? Wao 7 Sister May mmoja. Wakisha jiunga na style yao wanakuaga na nguvu kinyama. Sasa ngoma hii. Wakisha jiunga style yao wanakuwa na nguvu ile mbaya. Unakuwa upoi. Cheki shule ilikuwa nzito hii. Sister May. Na wao. Sasa ngoma namna hii. Wanaama ile mbaya. Heona? Jamaa kapita mpaka juu lakini kama wapi? Cheki shule ilikuwa nzito hii mzima. Wewe. Jamaa anaenda namna hiyo. Waka na chap. Wakiwaga hivyo wanakuwa na nguvu ile mbaya. Sasa ngoma hii hapa. Binti anapeleka mjeledi unawakosa lakini nao wako fiti ile mbaya. Moto wao. Cheki. Ngome kapita kwa juu namna hiyo. Ikamkota. Cheki ngoma hiyo mzima. Alizunguka mzee hizo. Pa! Cheki. Jamaa kapita kwa chini ngoma wapi? Cheki shule ilivyokuwa hii. Kata namna hiyo. Ngome kapita. Binti kazunguka. Kwenda kwa mkono kapita namna hiyo. Ili kupata hiyo si mchezo. Na kama nakafunga kama katika pale. Akaishikilia kwa hapo mzee. Binti akivuta ivuteke. Sasa inaonekana wachungana na style yao ya sky pivot. Akaamba kisha ungana na hiyo style. Babangu aliniambia mfumo wao ni imara sana. Wakitumia wewe hata kwa ubunifu mtu yote inakuwa ni ngumu mtu kuweza kupigana naye. Kwa wakibadilishana kwa muda mrefu watakaa muda gani? Wenda wanahitaji kupata style kama hii kuweza kuwa vizuri zaidi. Ndio. Sasa nimepata wazo. Nimeelewa kitu. Hii ni sana mimi na wewe kusaidiana hivi. Tukibadilishana nguvu mimi na wewe, tutakuwa na nguvu kubwa. Kama Master pia wanavyoungana vile, wanakuwa na nguvu kubwa. Wao kwa wao peke yao wakiungana vile, wanakuwa na uwezo mkubwa tofauti na vile ambavyo wao wanakuwa. Kwa hiyo hivyo wanaungana kama hivi, wanasaidiana kuhamishiana nguvu kwa rahisi kuweza kumudu adui anayekuja. Huko amemzuia mzee wa mzidi mama namna hii. Sister May, cheki mechi kwa mechi. Cheki hiyo nani? Sister yuko fiti, lakini sasa ameshaungana hivi. Hii inakuwa ngumu kwa upande wake kuweza kuamudu wote kwa pamoja. Cheki shule ilivyokuwa hii. Fanya na limani. Kosa na mkono mzee huo. Naka wana ngoja kwanza wewe. Fungusa kwa kushika leo mnyo lake kushika namna hii. Wakashika leo mjeledi namna hii. Sasa ana shughuli nzito hapa. Shika nzito kasi namna hii. Wakaunganisha nguvu. Sister May kazidiwa hapa. Hawa wanatumia nguvu, hawa wanamzidi kule. Sister May kazidiwa. Sasa nimepata maana halisi ya formula nguvu 9. Nimeikumbuka. Bai dao 4 kwa mara 2. Unakumbuka hii? Nini tena? Nimegundua nini maana ya formula nguvu 9 nikiwa nimekaa hapa. Nimekumbuka kipande kimoja kwa kinasema baada ya kuona stances zao wanapigana, nimeelewa sasa formula nguvu 9 na maana gani ilichoandikwa ndani yake. Kweli? Njia ya kwanza nimegundua ni elusive. Jinsi ambavyo mmonyoko na mzunguko wa nguvu unaofanyika. Sasa nimeelewa leo ni maana ya ile, maana ya interconnected. Tunataka kuungana kutokana na ile mwanzilishi katika mzizi husika wa nguvu. Kwa umekuwa mjanja kipindi hichi. Wenda hatutegemea angefanya mambo makubwa kama haya. Sasa shughuli ipo kwa upande wao. Wakamvizia mmalizie namna hiyo. Takiwa kila mkono binti akawazuia. Sasa cheka alivyomzidi binti hapo. Wamemtaiti ile mbaya. Binti kapita kwa juu mdhibiti. Sasa katika kati mbele namna hiyo. Huyo kama kumalizia namna hii. Kama ni piga nguvu katikati mzee. Sister May alipigwa. Aliotea. Kwa mtu akamzuia pale pale kama hajatua mzee. Nani huyo? Kwa mtu alimkinga. Alimdaka binti. Afi filimi tunaijua. Yang Yaoshi mwenyewe alifika. Huyu ndo alikuwa anamtaka. Akamhifadhi mwanafunzi wake pembeni kwanza pale. Akamweka hapo. Huyu mwanafunzi wake akaingia na filimbi yake na haga hapo nyuma. Huyu ndo alikuwa anamtaka. Shehe mkaona mnipigie mwanafunzi wangu Master 7. Mumchangie mwanafunzi wangu. Kweli. 你来的正好。
我们有几件事 Kwa umekuja 你讨个说法， tunajua tutakuweza lakini 随意。 hamna kumpa heshima kitu kama hicho. Pigane kwanza. Sasa yeye kumwona mzee akipigana huyo. Chekia kwanza shughuli ilivyokuwa hiyo. Akakiingia na meza, jamaa akaja moja kwa moja. Wanamjua na uwezo si mchezo. Mtu kuitwa wa kwanza si mchezo. Tawanya namna hiyo. Wa kwanza kapigwa namna hiyo. Mzee kama chap. Cheki. Sali pita kati. Cheki kwa namna hiyo. Tawanya namna kwamba kwa namna hiyo. Wote wamuweze kwa sababu. Ronga. Watakufa huko nje. Walimu wajua walimu wangu sasa nifundisha na mimi ati. Akaambia sijali. Wanaweza wakawa wako sawa. Kwa tuangalie. Wako sawa. Mara mzee akaingia huyo. Oyangfenya akaingia. Huyu ndio watatu kwa uwezo. Kwa hiyo kufika hapa huwa atamaniki kuwa wa kwanza. Oyangkia kama mjomba wake. Sasa mzee yuko mpaka atawanya namna hiyo. Mzee anachezea si mchezo. Hao tokazidiwa. Wakawa wanamchangia namna hii. Oya Wang Chang. Aliwafundisha vizuri sana kweli. Lakini bado uwezo ni mdogo, hata kwa huyu mtu mnamshindwa. Kweli mnatia aibu nyinyi. Mzee akafika pale. Kumbuka mtu wa tatu huwa anatamani kuwa wa kwanza. Sasa Oyangkia kama mjomba wake yuko pale kama mzima. Ungana information. Wakaungana tena kama alivyomchangia misimu. Wakaungana vile vile kama alivyomchangia Sister May. Cheko anapokwenda 2 3 ni 5. Hey! Nguvu kwa nguvu namna hiyo. Mzee akatai. Hata anapounganisha nguvu za kichawi. Hapo ameunga uchawi. Taki. Kila mtu anamsukuma mwenzake kupitia nguvu za kichawi. Hey, tumchanganyia huyu. Au yule anamsukuma, anaenda kumchanganyia. Inaonekana ujuzi alowekea. Sasa Oyangfenya akaona ngoja. Wacha wapigane ili yangaoshe nguvu zikimwishia huyu mzee. Mimi nimpige alafu mnio wa kwanza kwa niaba yake. Ngoja nguvu zimuishie. Alafu nitamchangia kwa nyuma. Sasa mzee akatunga ila mbaya. Fanyaje? Ronga tujitokeze hau. Gamba chungulia kwanza. Kuchungulia mechi kwa mechi. Ni kama vile wako fast, yani wako sawa hivi. Mzee kwa mudu wote, yani wote 7 ndio wanafikia mzee kwa uwezo. Sakata amekaa pale. Wote wakawa nafikiria. Yote wametulia hapa. Kila mtu anasukuma nguvu zake. Wakamwa mchanganyio akamixia hiyo. Au yule akamvizia mvamie huko anavamiwa namna hii. Mzee kuwaona. Tumia filimbi akapiga na filimbi yake. Tanya formation nzima hiyo mzee. Mzee akawatanya chap. Peleka mpaka lakini wapi? Peleka ni kitu ngomza nani? Pita kwa chini sio namna hiyo. Pata mpaka juu namna hiyo. Mzee akabetoka chap. Peleka namna hiyo mzee. Akapiga kwa chini akajiweka chap. Mzee akaona ngoja kwanza. Mzee akatanga chini chap. Mzee akatanga akarudi kwa juu. Hey bwana. Mzee akatangua namna zote. Cheki. Kwa vichwa mzee. Mzee si haba. Azunguka na kichwa mzee. Wewe. Mzee akanaama tu. Jamaa akamfuata. Mzee akaona ngoja. Piga moja mzee. Akana na watanya. Wako serious si mchezo. Vitu. Saki ngoma namna hiyo. Vunja ngazi namna hiyo. Ngazi inakuja hiyo mzee. Jamaa kama ikapita. Peleka nyingine. Mzee akatanya na miguu hiyo mzee. Wewe. Buti sito namna hiyo. Mzee akatumia nyingine ngazi hiyo. Wakahama tu kama ikapita. Jamaa kaona ngoja. Tone. Kama ikapita namna hiyo. Jamaa kaivizia kaipiga tena. Na akaipiga nyingine. Sikakutana katikati. Cheki shughuli ilivyokuwa. We. Hiyo. Mzee akaziinua tena ngoma hizo. Akaziunganisha namna hii. We. Mzee akaama chap. Akaenda katulia pale juu mzee. 7-1. Moto kwa moto mzee. Teke alipokuja kukaa mzee mzima. Si mchezo. Yang Yaoshi. Jamaa kaona ngoja ishiwe nguvu ili niingie nimpige mimi wa kwanza. Wewe mzee anamvizia kwa nyuma. Mzee akaona anyway. Wacha nimsaidie. Nione kama ataniheshimu au la. Mzee akaona ngoja kwanza. Wewe mzee, nakupa msaada. Akaingilia na huko akuomba msaada, akampiga mmoja namna hii. Akamvunja mbavu. Mzee akaama chap. Akumtuma msaidie. Ni kielele chake. Nani kwamba unisaidie? Una shukrani? Ndio kuvamia mwenyewe. Akamvamia mzee ajitambui. Wewe, mzee alikuwa ajui. Binti akaingia Sister May akawai. Sister May akapigwa kwa niaba yake. Ticha anageuka, alikuwa ajui mzee. Kamgeuka.
Nini maana hii yote hii? 你好狠！ Kama mpiga na sumu. 要求 Wewe si una shukrani? Tutapigana wakati mwingine. Nimekusaidia, nimemuua mwanafunzi wako mmoja. Hii ni kawaida. Nitakuwa nilipe fadhila. Tukutane baadaye. 后悔。 Tutakutana wakati mwingine. Hapo akakimbia. Wang Feng! Mzee kavunja mbavu kauawa mmoja. Da! Mmoja kafa. 师兄，师兄， Kaka mkubwa. Wang Feng. 派于你， Sisi tuna adui na wewe. 为什么急？ Mbona tuvamia namna hiyo? Kwa nini? 自己没 Nyewe ndo mmekurupuka. Mimi siko mmevamia nyewe wenyewe. Kwa nyewe wenye makosa. Usimlaumu. Tutakufa wengine. Mmoja kashakufa tayari. Tusiendelee na hii vita kwanza. Sasa wao wakuuliza kama nikusaje nini? Kwanza sasa hivi jumba la master jua ni maadui zako. 这个仇， Siku moja utalipa kisasi. Kwa siku yoyote tunakuja. Mzee akatoka yeye anaona poa tu. 那怎么样了？ Unaenda kwaje? Yang Feng ni muuni. Alikuwa anataka kumuua baba yangu mimi. 把那个 Bahati mbaya Sister May akaingilia, akauawa yeye. Kwa Sister May muumizwa yeye 下 kwa ajili ya baba yangu kumsaidia. 跌了，那怎么办？ Kwa hiyo 刚刚 mwambie sasa baba yako ama 这是吗？我听 tunamsaidiaje? Baba yangu kumwambia atajua. Baba yangu apendai kujitetea. 长发， Mzee akaona poa tu. Sasa mwanafunzi wake Sister May kaumia. Sister Chao Feng. Master, nilikukoseaga kuanzia mwanzo. 能在死前 Nilikukosea kuanzia mwanzo Master. Nimekufa kwa ajili ya kukusaidia. Nikifa nikikusaidia, mimi ni furaha. Master, akampigia magoti. Master, 弟子和神父 nilikuibia formula nguvu 9. Nikasaliti huko nikakimbia. 别把 Vyote nilifanya mimi. Nikasaliti na ukoo, nikatoroka kisiwani. 这不是往事。 Najutia kwa wote niliwafanya. 今日佛师傅 Na leo nimeweza kukuokoa wewe kuoana na maadui zako. Nimefurahi kwa hiyo kazi niliyofanya. 要为你设下去， Hii ni nafasi yangu nzuri ya kuonesha kwamba kama kukuomba msamaha. Nimefurahi kwamba leo nimekukingia adui asikuue. Nimefurahi, nimekaa mwanafunzi wako. Niko tayari hata nikifa. Leo wafanya nini hivyo? Sijakwambia ufanye hivyo. Alijishika chap, akajivunja mkono mwenyewe. Akajivunja mikono. Hiyo ni sehemu ya adhabu ya ukoo. Ukikosea lazima ujivunje mikono. 你这是何苦啊？ Kwani umefanya hivi? Master, uliniambia nifanye vitu vitatu. 你在做3件事。 Cha kwanza nitafute walioshika staili zetu nimuue. Na wa pili 也是 ni viwili nilishindwa kuvitimiza. 去做， Lakini ili moja 这最 nimeweza kulitimiza. 长夫， Chao Feng, 师傅， nimekusamehe sasa. 师傅， Master, 你说的是 kwani umenisamehe? 我道， Kama nimekuahidi, nimekusamehe. 从今日起， Kwa hiyo sasa hivi na kuendelea, 让你重 rudi kisiwani tena kama zamani. 弟子被 Asema niliondoka kisiwani nikiwa na kakaangu, lakini Master ananirudisha tena kwa upendo. 脱下师傅， Nashukuru sana Master. Nashukuru sana Master. Alishukuru sana kwa Master kwa yote ambayo amemfanyia. Basi alishukuru mno, lakini tayari mikono alishaivunja. 弟子 Mwanafunzi wako alianguka chini pale pale na alikata moto pale pale. Alipoteza maisha. Sister May Chao Feng akasema, Chao Feng, nitamtafuta huyo Yang Feng na nilipe kisasi kwa hichi alichokitenda kwako. Binti anashuhudia yote hayo. 没世界武功， Sister May anakuwa na uwezo mkubwa, lakini amekufa ghafla nje ya matarajio. 最后 Kitu kibaya sana. Nilijua ataishi muda mrefu kama Ronga.
Basi alikuja kumzika Sister May. Amekuwa ni mtu mzuri kuanzia mwanzo, licha ukatili wake. Basi Master, mwanafunzi ni mwanafunzi tu, kama ni wako ni wako tu. Zamani wanafunzi wengi walikuwa wanachukuliwa na wana Master, wanawafanya kama watoto wao, kisha wanawafundisha staili zao za uwezo mkubwa. Basi licha kuwa Master kwake ni kama mzazi kwake, maana wengi ambao walikuwa wanafunzwa martial art kipindi hicho walikuwa hawanaga wazazi.